Okay. Vile mnajua ni Gaucho Ghetto President. Nimetoka kautini hapa Kiambu kwa ile cases za maandamano ambao naendelea nayo. Nilikuwa na cases 8, sasa nimebakisha 3, lakini God willing tutakuja kushinda hizi kesi na tutaendelea kupigania nchi yetu na kupigania Kenya. Mambo nataka kuongelea leo kuhusu historia ya watu kusema Ruto must go, Ruto must go. Ni mzuri Ruto anafaa ende, but lazima tujiulize Ruto akitolewa nani anaoingizwa. Iko kitu ambacho nataka kukumbusha watu wa Mount Kenya ya kwamba nyinyi ndio mmeleta hii shida yote, ni nyinyi. Unajua utaki watu waambie nyinyi ukweli. Nyinyi ndio mmeleta hii shida. Nakumbuka hii conmanship na kudanganyana na kudharau watu nilileta hii shida. Hiyo miaka ya nyuma Oginga Odinga alipea Kenyatta uongozi. Akakataa kuwa president, akasema Kenyatta toke achukue president. Kenyatta kutoka ndani alimpea kwa vice president, first vice president kwa mwaka ni mwaka moja ama mwaka 2. Then akakuja akamtoa. Hiyo conmanship ilianza huko nyuma. Hiyo conmanship. Tukakuja hapo ndio grudge ya Oginga na Kenyatta ilitokea. Na uhasama ya Luo na Kikuyu ilitokea. Tukakuja in 1978 Kenyatta akienda kukufa. Wakikuyu waliona Moi ni mjinga, wakachukua kina Njonjo, wakakimbia wakachukua Moi, wakapea uongozi tena mjinga. Wakati Moi alianza kurulu, wakakuja kupata Moi si mjinga vile walifikiria, wakajaribu kumpindua. Moi aliongoza 24 good years bila kutafuta kura ya Mount Kenya. Tukirudi in 2002 Raila Odinga akakuja akasema ana support Mwai Kibaki. Wakazikizana ya kwamba Mwai Kibaki anapea Raila Odinga prime minister. Wamalwa kijana alikuwa vice president. Wakati Kibaki aliingia kuongozi, na mkumbuka ya kwamba Raila Odinga alikampenia Kibaki kama ni kiwete na amefichwa. Raila alizungua Kenya hii peke yake na kina Kalonzo na kina Wamalwa kijana. Kukuja wakufika pale walifika tu after Kibaki kuapishwa, wakina Martha Karua ambaye alikuwa anaongea kizungu nyingi jana. Na kina Jenga Karume Mchuki wakasema Raila Odinga sikanyaga hata State House kukunywa chai. Unaona? Wakaraila kuuliza na ile prime minister yangu mlikuwa mnanipea iko wapi? Wakaanza kumzungusha. Bahati mbaya Wamalwa kijana akakufa. Wamalwa kukufa, wakina Jenga Karume wakakuja wakaambia Kibaki Raila apewe vice president. Raila akakataa akasema hapana, hiyo vice president ni ya Waluya. Peni Mudi ya Uhuru hiyo kiti. Mimi nataka ile prime minister. Tulizigizana tukiunda serikali ya RNAC coalition ya Rainbow. Kufika huko wakaanza kuchunguza Raila Odinga. Tukarudi kwa new constitution 2010 ambayo Raila Odinga wakajoin Uhuru Kenyatta kwenda no. Hapo ndio ODM Kenya ilikuwa nazaliwa. Kwenda kampeni ya no, Raila wakafanya kampeni ya no, Kibaki alikuwa na yesh na wakashinda. Wakina Raila wakashinda. Kushinda tukienda election ya 2007, after kushinda hiyo Kibaki akatoa wakina Raila Odinga kwa cabinet wote, yeye Balala, Kalonzo Musyoka na watu wengine. Kwenda wakaunda NAK, ODM Kenya. Uhuru akakimbia karudi kwa Kibaki election ya 2007. Kwenda kwa kujoin nini, Raila akakuja na ukina Ruto wakabaki pamoja na kina Musalia Mudavadi. Akawin election ya 2007. Huyu Martha Karua alikaa KICC 2 weeks bila kuoga Raila Odinga asikuwe president. Unaona? Wakadanganya Kalonzo eti Kalonzo wa join nyinyi ili Kibaki aunde serikali amletee wabunge. Kalonzo akakuwa vice president. Mkamwambia mnampea president in 2013. Kufika 2013 aliitwa tena ni watermelon na ni muoga. Na wakaita Mudavadi eti ni mtu wa demoni, ni mtu wa shetani. Ruto na Uhuru wakaunda serikali kisemekana wasipochaguliwa watanyongwa Hague. Wakachaguliwa. Kuchaguliwa tunakumbuka Uhuru Muigai Kenyatta akisema mimi nataka yangu 10, Ruto 10. Mimi nauliza kwa nini hii ya Ruto ya miaka 2 imeleta shida na Ruto Uhuru alipiga 10? So hiyo conmanship hata kama tunapigana eti troubleless, leaderless na nini less, lazima tujue Kenya malitokea na shida imetokea wapi, then tutajua mali tunaenda. Lakini tukidanganyana tukimasaji hii shida, hata hao vijana wanajiita eti leaderless, troubleless, watakuja kujua mali shida ilitokea na italipuka zaidi. So afadhali Kenyans wakuje na warudi nyuma na waanze kujua mababa zetu na mababu zetu wako tuambie ukweli. Shida ilitokea wapi since Kenyatta kikuja mpaka leo. So mimi nasema hata vijana tukisema ni sisi ni tribeless, leaderless, niniless, msisahau ya kwamba Yesu Kristo alikufa akisema yeye ni Myahudi. Hasa wewe usikatae ya kwamba mimi si Mjaluo eti, wewe si Mkikuyu, mimi si Mkamba, wewe si Mluya. Uongo.
Kama Yesu aliulizwa mimi ni mnani, akasema mimi ni Myahudi, kwa nini mimi leo niseme mimi si Mjaluo? Hiyo ni uongo, na ni uongo iko uchi, na hao watu watakuja kujua ukweli hapo mbele. Sasa hii watu wanasema ati Raila hafai kukaa chini, wafai kusalamiana, wafai. Raila Odinga anaongelelea wafuasi wake wa jensi wa ODM na wana ODM. Mimi sasa niko Kiambu kwa sababu ya kesi za maandamano. Wakati tulikuwa nafanya maandamano ilisemekana tunaharibu nchi. Unaona? Sisi tulikuwa na maandamania cost of living na mambo ya cost of living, na tulikuwa na andamania story ya IBC East report ambayo imekuja ya NADCO. So sisi tunasema ya kwamba ili Kenya ikuwe na ukweli na ukweli, conmanship lazima watu wawachane nayo, kwa sababu hii kitu imetoka huko nyuma. Ukienda kutafuta kazi mali Mjaluo ako na yeye ndio manager, akifanya interview anaangalia Onyango Otieno ni wangapi ndio apate kazi. Hizo ndio vitu zimeharibu Kenya, na tukijifanya tunajimasaji eti tunasema eti Kenya sasa imechange, Kenya sasa ndio kabila. Uongo. Kwa sababu gani? Hii kitu ilitoka huko nyuma. Kwa nini hao mababu zetu na baba zetu wakisite mkutano kwa stadium naombe wa Kenya msamaha, waokolewe, wale walikufa wa kitambo kama wameweka hii situ kwa shida waombe msamaha. Lakini tukijifanya kwamba tuna masaji, mimi nataka niwaambie, kama mtakuwa na strategy mzuri na kama vijana tutakuwa na strategy vizuri ya kutoa Ruto peke yake si solution. Juu ukitoa Ruto kama sasa wanasema Ruto must go. Gachagua kwa president wangu mimi, na alisema yeye ni mwenye shares na yeye ni mwenye kampuni, Kenya ni kampuni. Kama deputy president anasema kitu kama hiyo na mdomo yake ya kwamba Kenya ni kampuni na inagawanishwa kulingana vile mmepiga kura, inamaanisha Wakisii ambao ni wadogo watakuwa president. Lazima Kenya mubadilishe constitution ikuwe ya kwamba wale washakuwa president wasikue, ili Masai, Mkisii, Masai, Mkisii, Mduruma, Mcoast akuwe na haki na akuwe na dream ya kukuwa president. Unaona? Lakini kama bado tunajimasaji, uongo mtupu, tunajidanganya. Kwa sababu sisi kama mimi kama mfuasi wa Raila Odinga, Raila kama atakuwa kwa ballot box in 2027, kitu isemekana amekuwa chairman ya EU ama akose kukua, na ikuwe ya kwamba Gachagua ndiye anasimama na Kalonzo deputy boss, mimi nitaenda na Ruto. Kama Raila atasimama, mimi nitaenda na Ruto, kwa sababu hiyo puzi ilianza huko nyuma. Watu wanapiga kura na feelings. Wakisha piga kura, si walikuwa na dance leo juzi hapa ya kwamba Raila ameenda Bondo. Hasa tayari ya wheelbarrow ama mkokoteni imelipuka pale na Ivasa amerudishwa ndio asisalamiane. Raila kama alienda kusalamia Ruto, alienda kusalamia Ruto kuenda kukaa bila taishi Bondo kwake na watu wake. So mtu asituletea kwamba etio sasa tusikuwe na feelings. Sisi tunaumwa juu kwa sababu sisi, mimi Gaucho, Raila Odinga alikosa kuwa president sijui mara ngapi, tukaambiwa ni mugoroki, ni mtu hajatahiri. Mimi nilitahiri 2015 Raila Odinga kuwa president. After kumaliza tukaambiwa tena ni mugoroki aende Madhari. Unaona? Sisi mnafikiri sisi tunafeel aje? Tunafeel uchungu gani? So ili Kenya iende mbele na Kenya iende na ukweli, lazima tuambieni ukweli. Na wale wameharibu hii Kenya ni mapastors. Mimi siendi kanisa na Mungu hata nilaumu, kwa sababu nitaambia Mungu wale uliweka wahubiri mambo yako walisema ndugu ya Yesu mdogo ni Ruto. Mulisema Ruto akue miaka 10. Kwa nini leo akue miaka nini? Boss. So ili vijana tutoe hii serikali, tukitoa hii serikali through vita, eti Ruto aende through vita, then Kenya itakuwa kama Sudan. Kwa sababu wale watu wengine pia watasema hapana, kama mtu wetu ameenda na njia, wache kue. Sisi pia vile tumehangaishwa tutasema kumbe president anatolewa na maandamano. Sisi pia hiyo miaka inakuja tutaandamania ule mtatawekwa. So lazima tutafuteni njia ambayo iko ndani ya constitution ambayo vijana wachukue kura, wachukue vote, na kama mkono ukika ya kwamba kuna ukabila, tunataka tusimamishe Mkisii president. Tunataka kusimamisha Mijikenda president. Then tujue kama ukweli ukabila hakuna. Lakini kama tulidividiwa na culture zetu, eti kama wewe ni Mjaluo, wewe ni eti wewe hujatahiri na mnapenda vita, eti Waluya ni watchman na wanapenda kukula, eti Wamasai eti ni watu wa kufunga leso na wanachunga ng'ombe, eti Wakamba ni watomelo na ni waoga, eti watu wa Coast ni watu wapole. My friend, then hakuna mali tutaenda. After wazungu kuenda tulikuja tukadividiwa hapa na watu wengine, na culture zetu ndio imefanya tuizi nini. So sasa hata tukidanganya na eti jinsia hakuna kabila na wajua kabila. Boss, lazima tuambieni yao vijana wenzetu ukweli ya kwamba tunapigana, yes. Lakini shida ilitokea wapi? Hii shida ilianza wapi? Ukienda kwa prostitutes za kazi zote, utapata mahali pamoja watu wanaongea lugha moja. Kwa kazi ofisi ya serikali, mtu anaongea anakuitisha papers na lugha. Kama hujui hiyo lugha, mimi nimeingia kwa ofisi yangu na kuambia nango bwana, kama hujui wewe utanijibu na nini? Inamaanisha lugha yangu isa kunitoa kwa interview. So my friend, lazima tujue Kenya, watu walifanya hii Kenya ikuwe mali iko na mali. Na mimi nasema afadhali sasa hivi wakina Raila Odinga bado wako hai, wakina Uhuru bado wako hai hapa. Kama watakuwa hii nchi
ile generation inakuja next itakuwa balaa kuliko hii. So afadhali mtatue hii kitu mapema kabla ifike huko mbele, kwa sababu wale vijana wanaumia saa hii. Vijana hawana kazi, vijana wengi hawana kazi, na hii problem ya kazi si eti kwa Wajaluo, si Wakikuyu peke yake, iko kila mahali. The only watu wachache tu wanapata kazi. Eti unajua nani na uko na nini. Kama mama yake anauza mogasha, anauza changa, anauza busa, lakini every election unaambiwa ile tribe ni mbaya, hii ndio mzuri. Wewe unapiga kura na feelings, ikifika wakati hiyo vijana wetu wanaletwa jela. Unaona, ukienda jela ni vijana wamejaa. Eti kitu na government wanajengea ni jela. Kitu wananunuliwa mzuri ya kukula ni risasi. Kitu ya maana sana ile badala wasikie harufu ya ugali ama mushi ya ugali ni mushi ya tear gas. Ndio wanasikia. Wakati mtakuja ku make sure ya kwamba mnaprovidea vijana kazi, then hizo puzi haitakuwa. Ile siku mtaambia vijana ukweli mali shida ilitoka, then hizo itakuwa. Lakini the moment tunajifanya tunasaji msida mali tokea, tunajidanganya na tutajidanganya tu na huko mbele itanini. So mimi nasema ya kwamba Ruto kama watu wanataka kumtoa, wanaweza mtoa rahisi. 2027 watu wachukue kura, vijana mchukueni kura, kwa sababu tunapiga kelele na mara mingi tu vote. Tuchukueni ID, mchukue kura, mregister kama voters. Then tutabadilisha. Lakini tukibadilisha hii kitu na eti tuseme na tutoe Ruto State House leo, then nawaambia Sudan hapo walitoa nani Al-Bashir na akashikwa na akawekwa ndani. Sudan huwezi fanya biashara mpaka leo. Somalia hapo huwezi fanya kitu. Gaddafi ilisemekana ni mbaya mpaka leo. Hakuna nchi ilikuwa mzuri Afrika kuliko huko kwa Gaddafi. Wakadanganywa Gaddafi ni mbaya. Leo huko nchi ya Libya iko mzuri mpaka leo. So mimi naambia mandugu zetu, Kenya ni yetu sisi wote, Kenya ni yetu sisi wote, hakuna mwenye ati yako muhimu sana kuliko kabila yangu. Watu wote ni muhimu hii Kenya. Njia mzuri kutoa hao watu ni election. Hata Gachagua ambao sasa anajifanya mungwana, ndiye alikuwa anaongea tuko na shares, nitafungia nani asiingie State House, nani nitamwekea wireless, nani nitafanya nini. So leo wireless ilikatika. Wireless ya Gachagua ilikatika. So watu wawache na hiyo kudivide, kukampeni, kukidivide against tribe against tribe. Hiyo ndio kitu imeharibu Kenya since independent. Mimi sina mengi, vijana wa Gen Z mmefanya kazi mzuri. Walitoa hiyo finance bill, imeenda akavunja cabinet. Sasa ni wakati lazima tuanze kufikiria. Lakini tukisema eti jamaa must go, akienda nani achukue president? Gachagua. Then sisi Ruto akienda hivi, Gachagua akichukua, tutakuwa na maandamano ya Gachagua must go. Sasa tutakuwa tunafanya kazi lini? So mimi sina mengi, ni watu wajue mali Kenya ilitoka na ilipata shida, ndio tutajua mali inaenda. Lakini tukijifanya tunajidanganya kabisa, na tunajidanganya. Asante na Mungu awabariki.